2021 Chadema tulipoanza mapambano ya katiba mpya kupitia makongamano ya katiba, wakati huo mwenyekiti akiwa Freeman Mbowe, alipofika Mwanza kwenye kongamano la katiba, Rais Samia akatumia kesi ya uongo ya ugaidi kukwamisha mapambano ya katiba mpya, akambambika Mbowe kesi ya ugaidi. Rais Samia huyo huyo alipoona Chadema tumezindua no reforms no election na mwenyekiti Lissu akiongoza mapambano ya no reforms no election, Rais Samia akatumia mbinu hiyo hiyo haramu dhalimu, akambambika mwenyekiti Lissu kesi ya uongo, kesi ya uhaini. Sasa jambo la muhimu, wakati ule Rais Samia alipobambika kesi ya ugaidi kwa mwenyekiti wakati huo Mbowe kukwamisha mapambano ya katiba mpya, Chadema tulielekeza nguvu kwenye kesi ya Mbowe peke yake. Mbowe sio gaidi, Mbowe sio gaidi. Safari hii amembambika kesi ya uhaini mwenyekiti Lissu. Tumekaa naye tukiongozwa na makamu Heche, na yeye mwenyewe mwenyekiti Lissu akiwa mikononi mwa vyombo vya dola akasema, nyinyi songeni mbele kwenye mapambano mpaka kieleweke. Namwambia Rais Samia, na niwaulize wananchi wa Morogoro, wangapi mnasema Lissu sio haini? Lissu sio haini, Lissu sio haini. Wote, si ndio? Wale mnaosema Samia aelekeze DPP afute mashtaka ya uongo dhidi ya Lissu, vidole viwili juu, vidole viwili juu, vidole viwili juu. Lakini tunamwambia Rais Samia, kadiri anavyoendelea kumshikia Lissu ndio kadiri viongozi wengine wa Chadema tunavyoendelea kuchanja mbuga na no reforms no election mpaka kieleweke. La pili, ndugu zangu wa Morogoro, nashukuru nyinyi mmeonyesha msimamo wa kuunga mkono hoja ya kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi, no reforms no election, no reforms no election, no reforms no election. Hoja hii ndugu zangu sio matokeo ya maamuzi ya leo peke yake, ni matokeo ya safari ya kutaka mabadiliko ya kuwezesha uchaguzi huru na haki. Mara ya kwanza tulikaa na Rais Samia yeye mwenyewe mwezi Mei mwaka 2022 Ikulu Chamwino hapo Dodoma. Mwenyekiti, makamu mwenyekiti Heche alikuwepo, mimi nilikuwepo, wakati huo tukiongozwa na mwenyekiti Mbowe. Tukamweleza Rais Samia, tumekaa naye mezani, matatizo yaliyotokea chini ya Rais Magufuli 2019 2020 ya uwizi wa uchaguzi, hujuma za uchaguzi. Rais Samia anakiri kwamba kweli kulikuwa na matatizo. Tukamwambia, tulikuwa na hoja 11, lakini tukamwambia hoja 2 zinazohusiana na jambo hili. Moja, tukamwambia tiba ya matatizo ya nchi yetu sio ya uchaguzi tu, ya uongozi, ya maendeleo ya nchi, ya mustakabali wa taifa ni Tanzania kuendeleza na kukamilisha mchakato wa katiba mpya. Na tukamkumbusha Rais Samia, tunazungumza naye, wewe mwenyewe, yeye Rais Samia alikuwa makamu mwenyekiti wa bunge maalum la katiba, tulikuwa naye kwenye bunge la katiba, akatueleza tutoe mawazo yetu, tunakamilishaje mchakato wa katiba mpya. Tukamweleza hoja kwa hoja, ratiba iweje, vyombo viweje, kukamilisha mchakato wa katiba kwa kuanzia na rasimu ya Warioba. Rais anasikiliza. Baada ya hapo tukamweleza kwamba inawezekana kabisa serikali yako na CCM mkachelewesha mchakato wa katiba mpya kabla ya uchaguzi wa mwaka 2024.
Tukamwambia kunahitajika vile vile kufanyika sambamba na mchakato huo, kama mwanzo, marekebisho ya katiba katika maeneo yanayohusu uchaguzi. Mkurugenzi wa tume ya uchaguzi anaitwa Ramadhani Kailima, ndio alikuwa mkurugenzi wa uchaguzi mwaka 2015 wakati mgombea wa Chadema alipokuwa Edward Lowassa wakaiba kura. Eti leo amebadilishwa jina, anaitwa mkurugenzi wa tume huru. Ni tume huru hiyo? Ni tume huru hiyo? Sasa hiyo tume ya CCM hiyo inayoitwa tume huru ya uchaguzi ya kwao, si ndio? CCM wametoa ratiba ya uchaguzi ya ndani ya CCM. Katika ratiba ya CCM walioitangaza jana CCM kwamba wagombea wao wa CCM watachukua lini fomu za CCM, kura za maoni za CCM zitakuwa lini. Kwenye ratiba hiyo ya CCM imetangaza kwamba Tume ya Taifa ya Uchaguzi itatoa fomu za wagombea udiwani, ubunge na urais tarehe 22 mpaka tarehe 25 mwezi Agosti. Mpaka tunapozungumza na nyinyi, tume yenyewe haijatangaza ratiba ya uchaguzi. Kitendo cha CCM kutangaza kwa niaba ya tume kwamba tume itatoa fomu tarehe 22 mpaka 25 inaashiria tume inakaa vikao vya siri na CCM na kupanga mchakato mzima wa uchaguzi. Tume kama hiyo haiwezi kuaminika. Tume kama hiyo tusikubali isimamie uchaguzi. Tushirikiane kwa pamoja kuzuia uchaguzi usifanyike kama watafanya reforms. Wangapi mko tayari kwa hilo? Tuko tayari uchaguzi uahirishwe.